Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unapotembea na mwizi, mwisho wewe utaitwa nani? Mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Unapotembea na mtu mwenye anaomba, mwisho utasema nini? Wewe ni muombaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umekuwa na kitu ambapo kinakuwa kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndipo nataka nikwambie, wakati utakapowachana na marafiki wako ambapo ni wabaya, kwa hivyo maombi yako yatakubalika mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yako yatakuwa ni inaupendeza kwa sababu uliachana na ile kikundi ambapo kilikuwa ni kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kikundi hakikuwa kinampendeza Mungu. Wengi wetu tumepitia katika shida, tumepitia katika majuto kwa sababu tumejiunga na kikundi ambapo ni kibaya, lakini bila sisi kujua. Ndipo leo Roho wa Mungu akaniambia niweze kuwafunza kusema kwamba kuna kitu ambapo kinafanyika, maombi yetu yanakosa kukupatana na Mungu kwa sababu tuna marafiki ambapo ni wabaya. Marafiki wetu ambapo tuko nao ni wachafu. Hata mimi nikiingia ndani yao ninaonekana nimekuwa mchafu. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama saa hizi nikichukua maziwa glasi moja ni nyeupe, sio mle hiyo? Na nichukue grease lita 20 niweke maziwa ndani, gani itashinda nyingine? Grease itakuwa ni chafu, itaonesha ile maziwa yote imekuwa ni chafu, sio mle hiyo? Kwa hivyo lazima tuweze kuangalia marafiki wetu. Tutakapoachana na marafiki wale, tutakuwa ni wazuri na tutakubalika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, tuachane kula vyakula ambavyo vimeletwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo watu wengi ama Wakristo wengi wataanza kuniambia, pastor, kwa nini unatukataza kukula chakula na chakula kinastahili tuweze kukula? Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikuambie kuna vyakula ambavyo vinaletwa na vyakula hivi havimpendezi Mungu. Havina dhamana ya Mungu mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Vinafanya tunahangaika katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Pasta amekuwa mahali hapa, amesema kwamba tusizoee kwenda kuchukua pesa zile ambapo wanasiasa wanatoa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo pesa ni chakula, sina mna hiyo. Hiyo pesa inafanya wewe unakuwa mahali ambapo hapastahili. Kwa sababu umechukua chakula ambapo Bwana Mungu hakupenda. Hiyo chakula hakikumpendeza Mungu. Lakini kwa sababu wewe ulikimbia mahali pale, ukapanga laini, ukasema mimi nimepata, hii ni ya bure, lazima nitaenda nichukue. Hiyo unahesabia mahali ambapo maombi yako hayatapenya. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yako yatakuwa yanazauliwa hapa duniani. Kwa hivyo hautakuwa na breakthrough mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa na hii chakula ambapo unakula, chakula ambapo cha kupewa, ambapo sio kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati unapokumbuka Mungu anafanya namna gani, anahitaji uweze kukuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hicho chakula utakapoachana nacho, maombi yako yatapata nafasi mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nafikiria ninaenda polepole ili mnipate vizuri. Ili isikue kwamba utachanganyikiwa. Hichi chakula wakati unapoenda, nimekupea mfano mzuri, ni kukimbilia wanasiasa. Wengine wetu tunakimbilia marafiki wale wanakuambia kuja twende. Utapata mwingine anakuambia kuja twende tuone mama Pima mahali pale. Anakupa chakula ambapo kinakutoa katika uwepo wa Bwana. Unapata mwingine anakuambia leo unataka twende tutembee mahali fulani. Mahali ambapo anakopeleka ni mahali ambapo hapastahili. Na chakula ambapo unaenda kupata kule ni chakula ambapo hakina utukufu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na inafanya
unatoka katika uwepo wa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wa maombi inatengenezwa. Bwana Yesu asifiwe. Unatengeneza uwepo wa maombi, ndipo maombi yako yakubalike. Bwana Yesu asifiwe.